Tamthilia ya Bembea ya Maisha. Swali la dondoo. Anachukua vidonge vyake na kuvimeza kabla ya kuketi kwenye kochi jipya. Weka dondoo hili kwenye muktadha wake. Haya ni maneno ya mwandishi akimrejelea Sara nyumbani kwa Sara na Yona. Sara ana maradhi, hivyo anameza vidonge vyake. Kama kawaida katika swali la kuweka dondoo kwenye muktadha wake, tunataja msemaji, msemewa, mahali walipokuwa na walikuwa wanazungumzia nini. Tambua aina ya taswira katika dondoo hili. Taswira ambayo inapatikana katika dondoo letu ni taswira oni. Kwa sababu gani? Jinsi Sara anavyochukua vidonge vyake na kuvimeza. Eleza umuhimu wa mandhari ya dondoo hili. Haya ni mandhari ya nyumbani kwa Sara na Yona ambayo yanadhihirisha mambo yafuatayo. Mwanzo ni malezi. Sara anawalea wanao vyema, wanao wakiwemo Neema, Asna na Salome. Pili, mapenzi. Sara anampenda mumewe Yona. Kisha tatu, tuna migogoro. Kuna mtafaruku kati ya Yona na Sara. Kisha kuna utamaduni. Sara anaamini kwamba fimbo ya mzee huridhishwa mtoto wa kiume wala sio wa kike. Eleza nafasi ya mwanamke ukijikita katika utamaduni wa jamii ya Bembea ya Maisha. Mwanzo, utamaduni unamkandamiza mtoto msichana. Utamaduni wa jadi au mruhusu mtoto wa kike kwenda shule. Sara anaeleza kuwa hakupata nafasi ya kusoma. Pili, msichana lazima aolewe. Kulingana na utamaduni wa Bembea ya Maisha, msichana anastahili kuolewa anapofikisha umri wa kubalehe. Mwanamke anastahili kuongozwa na mwanaume. Bunju anasema ya kwamba yeye ni kichwa, kisha Neema ni shingo. Mwanamke pia anafaa kumtii mumewe na kumtunza. Tunaona ya kwamba Sara anapoenda pale mjini hospitalini, Yona anakosa mtu wa kumtunza na kumshughulikia mahitaji ya pale nyumbani, kama kumtekea maji, kumpikia na shughuli nyingine pale nyumbani. Asante kwa kutazama.